Kulikuwa na mahali palipoaminika zaidi na wazazi wote duniani. Hospitali. Mahali pa kuokoa maisha, mahali pa matumaini, mahali pa machozi ya furaha mtoto anapozaliwa. Lakini vipi kama mahali hapo ndipo giza linapojificha? Usiku mmoja wa kimya, ndani ya hospitali ya kifahari, watoto wawili wachanga, mapacha, walitoweka bila sauti, bila mlio wa kengele, bila hata shaka. Mama aliyewazaa alikuwa bado anavuja damu, baba alikuwa anasali pembeni ya kitanda, wakiamini watoto wao wako salama. Hawakujua kuwa mtu aliyomwamini zaidi, aliyekuwa amevaa koti jeupe, aliyekuwa akiapa kuokoa maisha, ndiye aliyekuwa adui. Hii ni hadithi ya tamaa ya pesa, usaliti wa taaluma, na uchungu wa mzazi usio na jina. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni simulizi ya kutisha ya Daktari Stuart na siri iliyotikisa jamii nzima. Endelea kusikiliza, ukweli unauma zaidi kuliko uongo. Kabla hatujaendelea na simulizi hii nzito, kumbuka, hadithi kama hizi hazisimuliwi kila mahali. Kama unapenda simulizi zenye mafunzo, ukweli unaogusa jamii, na visa vinavyoamsha dhamira, bofya subscribe sasa hivi. Kwa kusubscribe, unatunga mkono kuendelea kuleta hadithi zinazofungua macho, kulinda sauti za walioumizwa, na kukukumbusha kuwa ukweli haupaswi kunyamazwa. Usisubiri mwisho, subscribe sasa, kisha urudi, kwa sababu simulizi inaanza hapa hapa. Katika jiji la kufikirika la Luminara, majengo marefu ya kioo yalirejea jua kama vioo vya fahari. Barabara zake zilipambwa na magari ya kifahari, mikahawa ya kisasa, na hospitali zilizojaa teknolojia ya hali ya juu. Ndani ya jiji hilo, jina la Daktari Stuart lilitamkwa kwa heshima na mshangao. Alikuwa bingwa wa uzazi, daktari aliyesifiwa kwa kuokoa maisha ya mama na mtoto, mwenye mikono iliyosemekana kubarikiwa. Lakini nyuma ya tabasamu lake tulivu na koti jeupe lililopigwa pasi, kulikuwa na tamaa isiyo na mwisho. Stuart alitaka zaidi ya heshima, alitaka utajiri wa haraka, maisha ya anasa yasiyo na mipaka, na jina litakalotikisa vichwa vya habari, si kwa uokoaji, bali kwa nguvu ya pesa. Nyumba yake ilikuwa jumba lenye bwawa la kuogelea, kuta za marumaru, na picha za sanaa ghali. Hata hivyo, usiku ulipofika, usingizi haukumjia. Alijiona bado maskini moyoni. Alijilinganisha na wafanyabiashara waliovuka mipaka ya nchi, wakimiliki majumba kadhaa, huku yeye, ingawa daktari mashuhuri, akihisi kuchelewa. Nahitajika zaidi, alijisemea mara kwa mara. Siku moja, mvua nyepesi, Amina na mumewe Hassan waliwasili hospitali ya Luminara kwa furaha iliyochanganyika na hofu. Amina alikuwa mjamzito wa mapacha, tunda la miaka 7 ya kusubiri, maombi yasiyoisha, na machozi ya usiku. Wodi ya uzazi ilinukia dawa na usafi. Mashine zilitoa sauti za taratibu, kama nyimbo za matumaini. Daktari Stuart aliwasalimu kwa tabasamu la kitaalamu, macho yake yakimwangalia Amina kama takwimu kwenye jedwali, si kama mama anayeomba rehema. Hongereni, alisema. Kila kitu kiko sawa. Upasuaji ulifanikiwa. Mapacha wawili, mvulana na msichana, walilia kwa sauti ndogo, ishara ya uhai. Amina alitabasamu kwa machozi ya furaha, akiwaza kesho yao, majina, shule, na vicheko vitakavyoijaza nyumba yao. Hawakujua kuwa kilele cha maumivu kilikuwa kimepangwa kimya kimya. Usiku ulipofunika Luminara, Stuart alirejea hospitalini kwa kisingizio cha kuangalia hali. Alikuwa na funguo, vitambulisho, na mamlaka. Katika akili yake alijiridhisha, nitafanya mara moja tu. Hakuna atakayejua. Alipofika wodi ya watoto wachanga, mapacha walikuwa wamelala kwenye vitanda vidogo, taa za bluu zikitoa mwanga hafifu. Stuart alisimama kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza, dhamiri ilimgonga. Lakini sauti nyingine ilishinda: pesa, utajiri, njia fupi. Aliwaondoa watoto kwa ustadi wa kitaalamu, akibadilisha faili, akificha alama, akipanga simulizi la dharura ya vipimo. Ndani ya dakika chache, mapacha walikuwa wametoweka kwenye wodi, na safari yao ya giza ilikuwa imeanza. Asubuhi ilipofika, Amina aliomba kuwaona watoto wake. Muuguzi alitabasamu kwa wasiwasi. Dakika ziligeuka saa. Sauti zilipotea. Watoto wangu wako wapi? Amina aliuliza kwa sauti iliyokatika. Habari ya kuchanganyikiwa kwa rekodi ilimwangukia kama radi. Hassan alikimbia ofisi hadi ofisi, macho yakiwa mekundu. Ndani ya masaa machache, hospitali ilijaa vurugu ya maswali, kelele za maofisa, na macho ya watu waliokuwa hawajui nini kitatokea. Amina alianguka. Maumivu ya uzazi yaligeuka kuwa uchungu wa roho. Kila kona ya hospitali ilimkumbusha kilio cha watoto wake.
Kila mlango ulikuwa ahadi iliyovunjika. Mapacha walichukuliwa mbali na Luminara. Stuart aliwasafirisha kwa njia za kificho hadi kwenye jiji jingine la kufikirika, Nocturne, ambako wanandoa matajiri walikuwa wakingoja watoto kwa kafara, ulezi wa kisheria katika mfumo wa kidini. Kulikuwa na makubaliano ya pesa, nyaraka zilizopikwa na majina mapya yaliyobuniwa. Watoto walipata nyumba ya kifahari, lakini bila historia yao. Hakukuwa na picha ya mama aliyewazaa, hakuna sauti ya baba aliyewaombea. Kulikuwa na vinyago, wauguzi na kuta za dhahabu, lakini hakukuwa na ukweli. Stuart alipokea malipo makubwa. Akaongeza magari, akaongeza hisa, akaongeza safari za mbali. Lakini kila usiku alisikia kilio kisichoonekana. Miezi ilipita. Amina na Hassan hawakukata tamaa. Walifungua malalamiko, wakapiga hodi kwa vyombo vya habari, wakatafuta msaada wa wanaharakati wa haki za watoto. Kesi ikawa gumzo la kitaifa. Mpelelezi mmoja, Maya, aliona ufa mdogo kwenye ukuta wa uongo. Aligundua dosari kwenye rekodi za zamu za usiku. Jina la Stuart lilijirudia bila sababu. Kamera za usalama zilikuwa na mapengo ya dakika chache tu, dakika ambazo zilitosha kubeba maisha mawili. Maya alifuatilia nyaraka za kafara. Jina la Stuart lilionekana kwenye kivuli cha kampuni ya ushauri wa afya. Ushahidi ulianza kukusanyika kama mawingu kabla ya mvua. Siku ya kukamatwa, Luminara ilisimama. Vyombo vya habari vilijazana nje ya hospitali ile ile aliyowahi kusifiwa. Stuart alitoka akiwa amefungwa pingu, uso wake ukikosa rangi. Ndani ya chumba cha mahojiano alinyamaza. Kisha akavunjika. Akakiri kwa sauti iliyovunjika. Tamaa, pesa na hofu ya kubaki nyuma. Lakini hakuna neno lililoweza kufuta kilio cha Amina aliposikia ukweli. Alianguka tena, sasa si kwa tumaini, bali kwa majonzi makubwa zaidi. Alikuwa ameishi miezi mingi akitafuta kivuli, kumbe watoto wake walikuwa hai, lakini mbali, wakiwa na majina mengine. Mahakama ilitoa hukumu nzito. Stuart akawa mfungwa wa maisha yake mwenyewe, akipoteza taaluma, heshima na uhuru. Jina lake likageuka alama ya aibu. Watoto walirejeshwa baada ya taratibu ndefu. Ilikuwa furaha yenye maumivu. Amina alipowakumbatia, alihisi pengo la muda uliopotea. Kilio chao kilikuwa tofauti, lakini kilikuwa cha nyumbani. Hadithi ya Luminara ikawa kengele ya tahadhari. Tamaa inapozidi maadili, uharibu jamii nzima. Mamlaka bila uwajibikaji ni hatari. Ulinzi wa watoto si jukumu la hospitali pekee, bali la kila mtu. Uwazi, ukaguzi na sauti za wazazi ni ngao ya kwanza. Amina na Hasani waliinuka taratibu. Maumivu hayakutoweka, lakini yakapata mwelekeo. Wakawa watetezi wa haki za watoto, wakitembea shule hadi shule, hospitali hadi hospitali, wakisema, linda uhai, linda ukweli. Katika jiji la Luminara, majengo bado yalimetameta, lakini watu walijifunza kuona kilicho nyuma ya kioo. Hadithi ya Daktari Stuart ilibaki kama onyo hatari, kwamba pesa haziwezi kununua dhamiri, na kosa moja linaweza kuharibu vizazi. Ujumbe kwa jamii: linda watoto, uliza maswali, usinyamaze. Maadili yakipotea, gharama hulipwa na wasio na hatia. Asante sana kwa kuchukua muda wako kutazama simulizi hii hadi hapa. Muda wako ni wa thamani, na tunakushukuru kwa kuutumia kusikiliza hadithi yenye mafunzo kwa jamii. Kama simulizi hii imekugusa, imekufungua macho, au imekuacha na jambo la kutafakari, tafadhali bonyeza like, subscribe kwenye channel na share video hii ili ujumbe uwafikie wengine zaidi. Kwa kufanya hivyo, unasaidia simulizi zenye maana kuendelea kusimuliwa na jamii yetu kuendelea kujifunza na kujilinda. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Usisahau kusubscribe, simulizi bado zinaendelea.